Ni kitu gani ambacho unachokipenda na ambacho una shauku ya kukifanya kwenye maisha? Kama kuna kitu ambacho kwa wakati huu kinatupa shida, ni namna ya mifumo yetu especially ya kielimu ambayo iliyopo, kwa sababu mara nyingi tunaandaliwa kwa ajili ya professional works ambazo ni kazi tu za kala job. Sasa ukija ukaangalia kwamba mtu anaweza kawa na kipawa au na kipaji fulani au elimu ya msingi, elimu ya sekondari, lakini kwa sababu ya kwamba hatujaambiwa mtu pia katika kipawa chake kinaweza kikamtoa, ni tofauti. Unajua, hata ukisoma maandiko, kipawa cha mtu kinampa mtu huyo nafasi. Tafsiri yake kwamba kama tuna ignore kipawa, tuna ignore karama, maana yake hichi kitu ni kitu ambacho mtu anakuwa nacho. Maana yake nazungumza hapa na wazazi ya kwamba unaweza ukawa na mtoto nyumbani kabisa, lakini unamuona toka akiwa mdogo, huyu mtoto anapenda kupasua wanyama, anapenda kupasua labda frogs, anapenda kupasua, kufanya operation hivyo, yana ndio maisha yake. Sometimes anafanya hicho kitu, anakuja kukuonyesha, mama, nimepasua hiki kitu, nimefanya hiki kitu. Lakini unagundua kitu kimoja, kama hutogundua hichi kitu mapema, ya kwamba ni Mungu anakuonyesha pale, huyu mtoto anaombiwa kuwa nani, maana yake unaweza kumpoteza. Na watu wengine wanashangaa kwamba mtoto wake kila nyimbo ambayo inayopigwa tu yeye anakalili na anaimba. Sasa asijue kwamba ni uwezo kamili kabisa wa muziki ambao mtoto huyo ameombiwa kuja kuishi nao. Sasa changamoto inakuja ni kwamba kama huyu mtoto hatokuzwa kwenye mazingira ya kuhakikisha kwamba kile kilichoko ndani ndicho ambacho kinakuja kukua, maana yake tayari umeshampoteza. Tafsiri yake kwamba kila ambacho unakigundua ndani yako kwamba unacho passion yako, yani unatamani kufanya na unaona rahisi pia, hata unapojaribu kukifanya unakifanya kwa kidogo sana na kinakupa matokeo makubwa. Eneo hilo inawezekana ni eneo kabisa ambalo Mungu amekupitia kwa ajili ya kutimiza na kuliishi, kwa sababu usipoligundua kusudi lako kitakachokuja kutokea kwamba ukiishi tu kwenye maisha ya holela ya kwamba nipate tu chakula, utakuwa of course utapata, sikata utapata chakula, lakini hicho chakula maana yake kitakuwa kwa ajili yako tu na familia yako. Sasa ni kitu ambacho hakiko sawa. Unajua, Mungu anapomwekea mtu hicho kitu, maana yake hamwekei kwa ajili yake. Kuna watu ambao baada ya kugundua kwamba wao wameandaliwa kuwa wanasiasa, wakaishi ndoto zao za kuwa wanasiasa. Tunazungumzia kama Martin Luther King, ambaye huyu naye alikuwa Mwafrika, alipambania sana harakati za watu weusi, lakini ukigundua kitu ambacho alikuwa anakisema kwamba I have a dream, maana yake unagundua kitu kimoja kwamba kilikuwa si tu kwa ajili yake peke yake, ilikuwa ni shauku ya watu wengine pia. Na unaona mpaka sasa hivi unapozungumzia Amerika, watu hawabagulii kwa rangi zao, kwa sababu ya mtu mmoja ambaye alitambua nafasi na kusudi na kitu ambacho kilikuwa ndani yake. Inawezekana wazazi wake hawakuelewa mapema, lakini yeye aliamua kuipambania kile kitu ambacho anachokiona ndani yake kipo. Kwa hiyo usije pia ukafikia hatua ya kusema kwamba sitoliishi kwa sababu wazazi wangu wameniambia nifanye, au sitotembea kwenye hii agenda ambayo ninaoiona itanifanikisha kwa sababu ndugu zangu watanisema hivi. Hapana, lazima uhakikishe kwamba lile kusudi na ile agenda ambayo uko nayo ndani yako ndio ambayo inakuwa na ndio ambayo unakishikilia mpaka for the rest of your life, mpaka kwenye maisha yako na hatima yako ya kuondoka hapo. Kwa sababu lazima ujiulize kwamba utakumbuka kwa kipi, na mara nyingi na kwa kukubwa sana utakumbuka kwa kile kitu ambacho ulikiishi, ambacho ni cha kwako. Sasa umeishi ndoto zako, umeishi ile kusudi ambalo Mungu aliweka. Maana yake ule uzito na mzigo au kitu ambacho kinakupa urahisi sana na wepesi ndani yako, unaona upendo ukikifanya, unaona raha unakifurahia unapokifanya. Inawezekana kabisa hapo ndipo kusudi lako. Kuna wengine wanafurahia tu wanapoona watoto, inawezekana mnaandaliwa kuandaa shule za watoto, unaona, au daycare hizo, unaona. Wengine wanafurahia wanapoona mambo yamekaa kwenye line nzuri, unaona. Unawezekana umeandaliwa kwenye mazingira ambayo katikati ya ile agenda na kile kitu ambacho wana shauku kukifanya ndipo kuna kusudi lao.